Amen. Naitwa mchungaji Raphael Mwaitege Mwanjwango wa huduma ya CLC, kwa maana kanisa la CLC Christian Life Church, nayo nuru ya gizani, kisiwa cha Patmo, Mbeya, Tanzania. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kabisa kufuatilia channel hii, nenda ka subscribe channel hii ya Pastor Raphael Mwaitege Mwanjwango. Kuna vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako ya kimwili, lakini pia kwenye maisha yako ya kiroho. Lakini somo ambalo tunaweza tukaanza nalo kwa sasa linazungumza habari ya si kila kitu unatakiwa kukikumbatia kwenye maisha yako. Kuna vitu vingine viruhusu vipite, kwa sababu unaokoa maisha yako ya baadaye. Tunaweza tukaanza katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 19. Bible inasema maneno haya. Naam. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangebaki nasi. Sikiliza ndugu mtazamaji wangu, Biblia inasema, tazama, hawa watu wametoka kwetu, lakini laiti kama wangalikuwa wa kwetu, wangalibaki pamoja nasi. Kwenye maana hii niko na maana gani kwenye Mungu wa kiroho? Sija nitakusaidia. Nimesema si kila mtu utaanza naye na utamaliza naye kwenye maisha yako. Si kila mtu kwenye maisha yako ya kazi, kwenye maisha yako ya kampuni, kwenye maisha yako ya huduma utaanza naye utamaliza naye. Hapana. Acha kung'ang'ania mtu ambaye muda wake umeisha. Nataka nikusaidie. Using'ang'ania mtu kwenye maisha yako ambaye muda wake umeisha. Kuna mtu mwingine unaweza kumng'ang'ania sana kwenye maisha yako, lakini kumbe muda wake ulikuwa umeshaisha kabisa kwenye maisha yako. Hasa kuna muda ambao utafika utateseka sana ukiendelea kumkumbatia na kuweza kumng'ang'ania huyo mtu. Nataka nikufundishe kitu. Kuna watu ambao sasa hivi wamepoteza maisha yao kwa sababu wameng'ang'ania watu, kwa sababu wameng'ang'ania mtu. Using'ang'anie biashara ambayo unaona kabisa hii ni biashara haina faida yote kwako. Achana nayo. Funguka, nenda kafanya biashara nyingine. Kuna mtu mwingine kwenye mahusiano yako, unaweza kumng'ang'ania mtu ambaye kwako ni machozi na majeraha kwenye moyo. Anasababisha vidonda vikali sana kwenye moyo wako. Acha nikwambie kitu, kabla hujaendelea naye, nataka nikwambie kitu, achana naye mara moja. Maana right kama angalikuwa wako, angekaa pamoja na wewe. Kuna watu ambao wanatoka kwenye maisha yako, utalia na kuomboleza kwamba mbona huyu mtu ametoka. Kumbe huwezi jua kuna kitu umeshaepushwa na Mungu mbele yake. Popote unaponisikiliza na hapo unazidi kunifuatilia, nataka ujue kitu hiki, kwamba watu wengi wamekamilisha kilichowaleta kwako. Acha wewe. Wakati watu wameondoka kwako, inawezekana kwenye ulimwengu wa kiroho, hata ulimwengu wa kimwili, kuna kitu ambacho wamekikamilisha kwako. Sasa hawana haja ya kuendelea kuwa pamoja na wewe. Lazima tu wakuache. Okay, lazima tu waondoke. Sasa kukamilisha jambo lao juu yako linakuaje? Inawezekana ni katika hivi. Inatokana ni wewe, kuna kitu unakuwa umeshakitoa, umepatia, umeshamaliza wakati wako. Inatokana ni yeye anaweza akatoa cha kwake akakupa, ukakipokea, kikaisha muda wake na akaondoka kwako. Usimng'ang'anie tena, mwache aende. Kuna vitu ambavyo unavyokoa. Sikiliza nikwambie, kuna jambo hili litakusaidia. Kila mtu anayekuja kwako ana kusudi lake. Kila mtu anayekuja kwenye maisha yako ana kusudi lake, na ikiwa kuna siku ataondoka, pia kuna kusudi lake. Maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake, kila jambo na majira yake. Kuna mtu anaweza kaja kwako, inawezekana ni majira Mungu amempitisha kwako. Kuna vitu ambavyo Mungu ameona vilete kwako na akaondoka. Baada ya hiyo program yake kumalizika, akakuacha ukabaki peke yako. Nataka nikusaidie kitu. Baada ya kuondoka, usianze kulia kwa nini ameondoka. Usianze kuumiza moyo wako. Usianze enda kwa waganga kutafuta suluhisho. Hapana. Ameshamaliza ajenda yake. Itakusaidia kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine la pili ambalo kwako litakusaidia kwenye maisha yako, sikiliza. Kuna jambo la hatari Mungu analiepusha mbele yako. Wakati mtu ameondoka kwenye maisha yako, wakati mtu yeyote ameondoka kwenye kazi yako, kwenye kampuni yako, kwenye huduma, acha kulia. Mungu mwenyewe automatically anaweza akawa
unavitumia kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu macho yako ya damu na nyama hayawezi yakaona, lakini Mungu wa mbinguni ameona mbele yako kuko na kitu gani. Mwenyezi Mungu akubariki. Ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu pia, endelea kunifuatilia. Namba zinazopita hapo chini utanipata, lakini ukitaka kutuma sadaka yako pia kwa ajili ya kusapoti huduma hii, namba utaziona hapo chini. Namba za akaunti utaziona pamoja na namba ya lipa kwa M-Pesa utaiona hapo chini. Utasaidika. Mungu yu pamoja na wewe. Endelea kunifuatilia. Mungu na akubariki. Ujumbe ni moja tu, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Mungu akubariki.